Mimi naitwa Eunice Nyambura, bibi ya huyu marehemu Humphrey Kigera Moi. Na mimi sasa, mimi nashukuru mheshimiwa na wakili na yule Mutai kwa kusaidia hii maneno ya mzee yangu aende asiko kama wale watu wengine. Mimi nashukuru sana hata kwa Mungu na Mungu abariki hawa walifanya hii hii vitu yote ya kusaidia mzee yangu akuje asiko kama wale wengine. Sasa roho yangu itatulia kabisa kabisa kabisa, na itakuwa nikiendelea na kazi yangu mzuri nikiona mzee yangu amelala hapo. Lakini wakati huyu mwingine nilikuwa nasikiaga ati mtu anatolewa kwa wamashi. Mimi nikasikia baya, nikasema sasa huyu ametolewa na bwana yangu tu analala hapo. Sasa nikushukuru Mungu kabisa, naendelee tu na kusaidia watu wanyoge kama mimi. Sina mengi ya kusema kwa sababu sitaki kulia mbele ya watu. Tulikuwa na maisha gumu sana na watoto yangu sana. Tukifikiria tu ati mzee analala huko kwa mochari. Tulikuwa nafikiria nani atakuja kusaidia sisi, lakini tunakuwa tukiangalia Mungu tu kwa sababu hatuna uwezo. Lakini Mungu wetu sasa amekuja na ametusaidia kabisa kabisa. Miaka 7 kwa hiyo maneno. Hiyo ni miaka mingi sana kukua unafikiria tu ati mzee amelala tu kwa mochari. Ilikuwa mashida mingi kabisa. Hatukuwa tumefanya kazi ile tu inakuwa ni kufikiria tu mambo hiyo. Mzee alikuwa mgonjwa wa COVID. Kwanza tulianzia St. Joseph. St. Joseph wakasema they don't have enough oxygen. So we had to transfer him to nursing home. Tukampeleka huko usiku na akaenda akashughulikiwa na tukaona ameanza kupata nafuu. Sasa kutoka hapo alikaa only for 4 weeks. Ndio sasa tena akaaga. Wakati tuliambiwa sasa hata bili imekuwa juu sana, tukaambiwa ni 5.5 just for 4 weeks. So wakati tulienda huko tukamwambia juu sasa hatutaweza kulipa mochari ya Umash, wacha tumpeleke PGH. Wakasema juu mtapewa mwili kama hatujui, tutampeleka Umash. So hospitali ndio ilisuggest mwili kuje hapa. So tukaenda tukajaribu harambee, tukapata only 250. Hiyo tukawapelekea wakakataa. Wakasema hiyo haiwezi simamia tupewe mwili. So tukaendelea kushughulika, tukaenda kwa Susan Keheka, tukaenda kwa wengine, but it was all in vain. Tulikuwa tunagoja like 3 weeks ama 4 weeks tunaweza zika mzee, lakini ilienda ikashindikana. Lakini nilikuwa nakuja na view the body, alafu sasa ikafika mahali nikaona hapana, wacha tuache. Juu sasa nimejaribu na watu wanataka pesa, wananiuliza mtapata pesa lini? Nikamwambia we have nothing. So nikaona imeshindikana, nikaachana nayo. Ndio maana sasa nilienda tena, Mr. Mutai akasikia tu shuleni tunafanya naye kazi, ndio sasa akaniita akaniulizia vizuri, akaniambia just give me the papers. Akaanza kutafuta mheshimiwa. Na now we are happy. Majina yangu ni Grace Ngema Kigera. Kwa siku ya leo tuko na furaha sana kwa sababu ya kuwa mahali hapa tukijua mwili italilisiwa. Kwanza nashukuru sana Mheshimiwa Kimani Ngojiri. Juu hii yote ni yeye ameshughulika. Mr. Mutai tunafanya naye kazi. Yeye ndiye alienda akanishikanisha na Mheshimiwa Ngojiri. Nikaenda nikampea makaratasi na akaniambia lazima hii shughuli atahakikisha imefaulu. Na sasa ndio maana tuko hapa juu leo imefaulu. Sisi kama familia na pia mimi mwenyewe nashukuru sana Mheshimiwa Ngojiri. Mungu ambariki. Kwa sababu hii makaratasi nimekuwa nikizunguka nayo sana. Nimeenda kwa Susan Keheka. Hata sometimes I'm being forced naamka 4 ya usiku, 4 asubuhi ndio by 6 nikuwe ofisini mwake. Lakini nikienda simpati na nawachia msichana mwenye alikuwa hapo reception makaratasi na hata sijui ama alikuwa anampea. Lakini sasa wakati tulinishikanishwa na Mr. Mutai kwa mheshimiwa, nilimuuliza kweli nitampata? Na wakubwa wanakuitisha makaratasi wakati unaenda hauwapati. Nikapata hata Mheshimiwa Ngojiri ameshafika, mimi hata ndio nilikuwa nimechelewa. Nikaenda nikampea makaratasi na akaniambia atahakikisha tumefaulu. They were demanding about 5.5 million. Then also the mortuary was also demanding about 3 point something, which we are going to see. But I'm happy when the family approached me through the teacher here, whom they teach the same school with the daughter,
And when they told me, I approached the Mongai, who's a very good friend, God bless you. Then Mongai directed me also to his farm and his friends to stay together. Let me say I want to appreciate our God. I want to appreciate Mongai's office and the lawyers who have done all these things. And also I want to appreciate the court because of seeing there's no any way you can just hold the dead body. It just can do nothing. Even if you stay with it for life, there's nothing it will be able to do. But it has tortured the family in a very, very, very bad way. Well, especially the wife. She's here. This is the wife here. You know, she have been crying. They have been coming here every year. When they remember, they come and pray and just cry with the children and the daughter. The daughter, she's here. Then they just stay with their daughter here and the son. They just cry, and then go home. Then when I was hard, I knew that. Then I came. Then we started operating with this lawyer. Let me say, I want to appreciate the lawyer because they have not asked us any penny up to now. They said, let's work and finish this issue. Plus the Mongai who have also helped us in so many, some things to be paid in the court, some things to be paid where they have done very well, and I want to appreciate you so much. Na mama, sasa utapumzika, sasa tutaweza kuzika mzee, mambo mengine itakuwa ni baadaye, lakini sasa kuzika mzee tunamzika Friday hii ingine nakuja, sio hii. Orolongai, that's where the farm wanaka pahali kidogo mama ya kukaa, ndio tutasukumia mwili yake hapo tuzike. So now the other process of burial permit, anything else we are going to work on it. But the big issue was this one, to release the body. So mami, Yes. everything will be okay. Na mzee tutamzika kwa njia ya heshima, na hii yote tumwekee Mwenyezi Mungu. It is God who have created that. And also ask leaders to be listening, because huyu mama ameenda sehemu nyingi sana akitafuta usaidizi kwa viongozi wengi and nobody has helped. So I urge our leaders, have the ear to listen. Listen the poor person. You can do something even without spending money, but you can do something through the wisdom we have been given by God to be their leaders. So I urge, because it's not only this body, maybe there are so many bodies lying in the mortuaries, lying in the hospitals because of small bill. And I want to let them know the law of Kenya, you cannot retain dead body because of the bill. I want Kenyans to understand that. I want hospital to understand that. I want mortuary to understand that. The dead body has nothing. 7 years mwili iko hapa. Sasa ni faida gani ya miaka 7 wamepata? Hakuna. In fact, we have paid some small fee. We want to view the body because we don't know even actually staying kwa barafu for miaka 7. It's another experience. I want to know how does somebody look like in all those years. So we are going to engage ourselves with this mortuary. We are going to look how we can get the coffin, how we can get the vehicle, and also I'm appealing to launch pay bill number. Ile tunataka watu watusaidie. I have done what I have done, wakili have done, the other people have done, but we ask Kenyans ambao wataguswa na mambo haya ya huruma kwa sababu ya huyu mama. We are putting a pay bill number ambaye tutaiweza kuitangaza kwa njia mzuri, tutatumia nyi watu wa media mtusaidie. Even you media, you are good people and you can help us. Let's put this one without looking money. Watu waweze kutoa pesa ili wataweza kutoa, tuweze kupumzisha hii mwili kwa njia mzuri. So the bill number when it comes, we urge anybody 5 shilling, 10 shilling, 20 shilling, 30 shilling. Tunasemaga kwa njia nyingine ni Msomali unatumia, then you be part of value ya huyu mzee. So we are appealing for that so much. Kwa majina ni Cleophas Mutai, naibu mwalimu mkuu Roots Academy. Tunafanya na Grace Kigera akiwa mwalimu pale. Kesi ya Humphrey Kigera kuletwa hapa mochari, nilielezwa na nikamweleza msichana ya kwamba baba yako atazikwa siku moja, na ndiposa tukaweza kushughulika. Wakati aliniambia ameenda kwa governor na hajapata usaidizi, tuka inform pia some of the media houses na tunashukuru ikakuwa heard, lakini hakuna mtu ambaye alikam through for that time. Wakati ambapo nilifikiria kuhusu rafiki yangu Mheshimiwa Kimani Ngunjiri, nilimpigia simu nikiwa shuleni, nikiwa kazini. Mheshimiwa akachukua na mheshimiwa akaniambia tu jambo moja, mwili iko wapi? Nikamweleza iko Umash Funeral Home
na mheshimiwa akaniambia nitaacha shughuli kwa sababu alikuwa aende Nairobi, akakuja akapitia hapa Umash na akaniambia ni release Grace Kigera akuje alete documents wapatane na yeye ndio aweze kushughulikia mambo ya kesi ya mambo ya kwa mwili na aone mwili kweli iko hapa Umash. So Grace Kigera akakuja wakapatana na mheshimiwa wakaongea, mheshimiwa akachukua all the documents akakimbia Nairobi kufanya shughuli zake, na wakati ambapo alitoka Nairobi akanipigia simu akaniambia nimerudi Nakuru, nimepata marafiki wangu lawyers, akapata farm ya Mungai na Mungai akawa msaada kwake, na akaniambia kesi imeanza, na akaniambia ya kwamba msichana kwa sababu ako karibu yeye ndio ataweza kusimama pale kotini aweze kusaidiana na the lawyers wahakikisha kwamba mwili imeachiliwa. Na siku ya leo ninashukuru kwa sababu ninajua ya kwamba familia itazika mtu wao ama baba yao ili kuhakikisha ya kwamba roho zao zimetulia. Na ninashukuru sana kwa sababu si viongozi wote wanaweza fanya vile mheshimiwa Ngunjiri amefanya, na wakati mwingi watu wanakuja kwa ofisi zenu kama viongozi. Tafadhali tunaomba muwasikilize na muwatendee haki kwa sababu wao kupata haki na hawana mapato ni vigumu sana. Good morning. Morning. My name is Stanley Kimaru Mushiri. I'm an advocate of the High Court of Kenya. I do represent the family of the deceased Humphrey Kigera Mwai. We did receive instructions from the family and also with the help of the Honorable Kimani Ngunjiri in order to secure the corpse of the deceased. The deceased Humphrey Kigera Mwai passed on the 4th of September 2021 at Nakuru Nursing Home, and his corpse has been in custody of the Umash Funeral Home since the 6th of October 2021, total of 7 years. We received instructions from the family and as well as Honorable Ngunjiri in order to secure the subject corpse of the deceased, whom the family have been desperately trying to pay the outstanding hospital and the mortuary fees, but have not been able to do so. Now, through a ruling of the court dated the 20th of May, the Honorable Court granted us an order directing the mortuary to unconditionally release the remains of the deceased pending the hearing and determination of the main suit therein. We are now glad that the family can now accord a proper and dignified burial to the deceased, and the matter is now set for a pre-trial conferencing on the 21st of September 2026. I must say, of course, that the detention of human remains causes untold mental anguish to the family herein, and we are happy at the moment that we'll be able to secure for the same. And the court agreed with us that it is indeed a prima facie case and a violation of the Constitution in regards to terms of the right to dignity and also of freedom from discrimination. So we were here today serving the subject order, and we intend to be able to take the subject corpse for burial on Friday, the course of this week. But the matter is set for pre-trial conferencing on the 21st of September 2026.